Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The Hill TV Tanzania. Uko nami Adam Hussein katika kipindi cha ulimwengu wa siasa na tunatazama mambo mbalimbali yanayojiri katika ulimwengu. Lakini leo tunatazama nini? Tutazame masuala 6 ya msingi ambayo yamezungumzwa baina ya rais wa China Bwana Xi Jinping na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin katika ziara iliyofanywa na rais huyo kutoka nchini China. Wakati mataifa mbalimbali yakiendelea kuungana katika kushirikiana katika masuala mbalimbali, Rais Xi Jinping amefanya ziara yake huko nchini Urusi kumtembelea mwenzake Rais Vladimir Putin. Na katika ziara hiyo, Moscow na Beijing zimetoa tamko la pamoja kuhusu masuala kadhaa ya kijiografia na kisiasa na kuchukua hatua wakati wa ziara inayoendelea ya Bwana Xi Jinping huko Urusi. Serikali zote mbili ambazo zina nguvu ulimwenguni zimetangaza nia yao ya kusaidia kulinda maslahi ya msingi ya kila mmoja na mwenzake kama vile enzi kuu, uadilifu wa eneo, usalama wa maendeleo, silaha za kemikali za Marekani na shughuli za kijeshi za kibiolojia za China na Urusi, pamoja na kutazama historia ambayo inayaunganisha mataifa haya mawili tangu enzi na enzi. Hata hivyo, nchi hizo mbili zimesisitiza kuwa Marekani inapaswa kuongeza kasi ya kuondoa hifadhi yake ya silaha za kemikali, zikieleza kuwa Marekani ndio nchi pekee iliyotia saini mkataba wa silaha za kemikali ambaye bado hajafanya hivyo. Nchi hizo mbili, kwa mujibu wa wataalamu wa mambo ambao wametazama mazungumzo kati ya Urusi na Uchina, wameona pengine ni wakati ambao wanataka kuipiku Marekani na washirika wake. Nchi hizo mbili zinadaiwa kutengeneza mahusiano ya nchi nyingi zaidi, na inaelezwa kwamba baadhi ya mataifa makubwa ulimwenguni tayari yameshaanza kuunga mkono Beijing na Moscow. Moscow na Beijing pia wameelezea wasiwasi wao mkubwa juu ya shughuli za kibiolojia za kijeshi za Marekani ambazo hutekeleza katika ardhi ya Marekani na nje ya mipaka ya nchi hiyo, zikisema kwamba shughuli hizi zinahatarisha sana usalama wa majimbo mengine na maeneo yote. Urusi na China zilidai kwamba Marekani inapaswa kutoa ufafanuzi kuhusu suala hili na kujiepusha kufanya shughuli zinazokinzana na mkataba wa silaha za kibiolojia na sumu. Miundo ya Marekani ya mfumo wa kombora wa ulinzi duniani, Urusi na China zimesema kuwa zinatiwa wasiwasi na majaribio ya Marekani ya kuanzisha mfumo wa ulinzi wa makombora wa kimataifa na kupeleka vipengele vya mfumo huo katika pembe mbalimbali za dunia, pamoja na ujenzi wa Washington, uwezekano wa silaha sahihi zisizo na nyuklia kwa kufanya mgomo wa kuponyoka silaha na uwezo mwingine wa kimkakati ni miongoni mwa yaliyojadiliwa na Putin na Xi Jinping. Pia walionyesha wasiwasi wao kuhusu nia ya Marekani ya kupeleka makombora ya ardhini, makombora ya masafa ya kati na masafa mafupi katika maeneo ya Asia Pacific pamoja na Ulaya na kuyahamishia kwa washirika wao AUKUS pamoja na nyambizi za nyuklia. Moscow na Beijing zimesema wasiwasi wao kuhusu mipango ya Marekani, Uingereza na Australia, wanachama mkataba wa kijeshi wa pande tatu AUKUS, kujenga manuari za nyuklia. Miongoni mwa mambo mengine ambayo Rais Xi Jinping pamoja na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin walioyazungumza ni pamoja na kukataa vita vya kutumia nyuklia. Katika taarifa yao, Urusi na China zimesisitiza kwa dhati kwamba vita vya nyuklia lazima viruhusiwe kutokea na kwamba za kuhifadhi na kuimarisha mkataba ambao lengo lake ni kwa maslahi ya kudumisha amani na usalama wa kimataifa. Kuhusu suala la Umoja wa Afrika wa kujiunga na G20, mageuzi ya WTO ya Urusi na China wamesema kwamba zinaunga mkono kujiunga kwa Umoja wa Afrika katika G20. Moscow na Beijing zimesisitiza kwamba ili nchi za Afrika ziweze kufahamu ulimwengu unaendaje, zinapaswa kujiunga na G20. Nchi hizo zimeazimia kuimarisha uratibu ndani ya G20 na mifumo mingine ya kimataifa ili kuboresha utawala wa kiuchumi wa kimataifa kwa njia ya haki na ya busara, ili kuakisi vyema muundo wa uchumi wa dunia ambao unajumuisha pia nchi za Kiafrika. Wawili hao wameonyesha namna ambavyo nchi za Kiafrika zilivyotengwa katika G20. Hata hivyo, wamesema Umoja wa Afrika pamoja na viongozi wao wanapaswa kushiriki katika
G20 kwa sababu jumuiya mbalimbali za kimataifa zimekuwa zikishiriki katika mikutano ya G20, na kwa nini nchi za Afrika ama Umoja wa Afrika AU haushirikishwi ipasavyo katika G20. Kuongeza uwakilishi wa kutoa sauti kubwa kwa uchumi unaoibukia wa nchi zote za Afrika pamoja na jumuiya yao ni moja kati ya jambo lililojadiliwa na Xi Jinping pamoja na Rais Vladimir Putin, hasa wanapoelezea soko na nchi zinazoendelea zinavyolitafuta bara la Afrika kwa wakati huu. Lakini wameonyesha nia ya kuongeza ushirikiano katika masuala ya kuunga mkono mfumo wa biashara wa pande nyingi unaozingatia sheria ya WTO na kupambana na ulinzi wa biashara ambayo inajidhihirisha pamoja na mambo mengine katika kuanzishwa kwa vikwazo visivyo halali vya upande mmoja kwenye biashara na kuimarisha mazungumzo kwenye ajenda ya WTO, ikiwa ni pamoja na mageuzi yake ili kuongeza nafasi ya WTO katika utawala wa kiuchumi wa kimataifa. Miongoni mwa mambo mengine yaliyojadiliwa na Xi Jinping pamoja na Vladimir Putin ni pamoja na mionzi ya Fukushima. Maji ya Fukushima. Urusi na China zilielezea wasiwasi wao kuhusu mipango ya Tokyo ya kutupa ndani ya bahari maji machafu ambayo yalikusanyika kwenye kinu cha nyuklia cha Fukushima moja baada ya maafa nyuklia katika kituo hicho mnamo mwaka 2011. Pande zote mbili zilisisitiza kwamba Japan inapaswa kuonyesha uwazi katika mawasiliano na nchi zinazopakana na mataifa mengine yenye nia, mashirika ya kimataifa na miongoni mwa mambo mengine kufanya mashauriano ya kina kuhusu suala hili. Hata hivyo, wanaamini kwamba yote hayo walioyajadili yanaweza kukamilika, na baadhi ya wachambuzi wa mambo wanaona pengine ni wakati sahihi ambao China pamoja na Urusi zinatazama namna ya kuzipiku nchi za kimagharibi zinazoongozwa na Wamarekani. Mtazamaji wa The Hill TV, hayo ndio ambayo yamejadiliwa na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin na mwenzake wa China Bwana Xi Jinping. Lakini kubwa zaidi ni namna ya kumaliza vita huko nchini Ukraine na namna bora ya njia zitakazoweza kumaliza mzozo huu. Mtazamaji wa The Hill TV Tanzania, unayo nafasi ya kulike, unayo nafasi ya kucomment, lakini pia unayo nafasi ya kusubscribe channel yetu hii upate taarifa hizi kwa undani ili uweze kuhabarika na uzipate kwa wakati sahihi. Naitwa Adamu Hussein Chauya, endelea kutufuatilia ili upate taarifa hizi kwa undani.